Hujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV Afrika popote pale ulipo, na karibu katika ripoti ya weekend, ikiwa kwamba leo hii ni Jumamosi tarehe mosi mwezi wa 11 mwaka 2025, kiwa sasa tunahesabu siku ili kutamatisha mwaka huu 2025. Karibu katika ripoti ya weekend, nami Jeff Nyakundi, mkalimani kwa lugha ya ishara ni Lydia Mose, na mwelekezi wangu ni bwana James Ondieki. Karibu tukianza habari zetu kutoka pale eneo lile la magharibi mwa Kenya, ni kwamba Rais William Samoei Ruto ameendelea na ziara zake za maendeleo magharibi mwa nchi, ambako leo amezindua rasmi barabara ya Kaimosi Shamahoho katika kaunti ya Vihiga. Barabara hiyo ambayo imekuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu na wakazi wa eneo hilo inatarajiwa kuboresha huduma za usafiri, biashara na uchumi wa eneo hilo. Rais Ruto amesema serikali yake itahakikisha miradi yote na miundombinu imekamilika kwa wakati ili kuhakikisha maendeleo yanawafikia wananchi katika bembe za nchi zote. Wenyeji wa eneo hilo wa Kaimosi na Shamahoho wameelezea furaha yao, huku wakitaja barabara hiyo ni mkombozi kwao baada ya miaka mingi ya changamoto za usafiri. Wakati nilikuja hapa niliwaambia tutajenga ile barabara kutoka Kisambai kwenda mpaka Shamahoho. Sio barabara tumetengeneza? Na niliwaahidi ya kwamba tukifikisha pale Shamahoho lazima hii barabara iende Kaimosi. Si ndio? Itoke Kaimosi ikuje Muhudu hapo. Itoke Muhudu ikuje mpaka. Ikuje hapa Shiveye. Iende mpaka Museno. Si ndio? Na leo mimi nimekujia hiyo barabara, kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni sinikulipa. Niliongea na viongozi wa hapa, Mheshimiwa Kimose, Mheshimiwa Shinali, na tukakubaliana hii barabara tutatengeneza kuunganisha watu wa Vihiga na watu wa Kakamega. Tumeelewana? Kwa hivyo serikali ya Kenya tumewawekea pesa 1.5 billion ya kutengeneza hii barabara. Contractor ndio huyu amefika. Mimi amri yangu kwa huyu contractor ni aanze barabara pande zote mbili. Si ndio? Ndio wa upande hii wasingojee ya upande ile. So tuunganishe hii barabara mara moja. Tunaelewana jameni? Mimi nataka nirudi hapa 2027 nikuje nifungue hii barabara wananchi wao wanatumia. Tumekubaliana Kakamega? Tumekubaliana? Na barabara ambayo tunatengeneza sio hii peke yake. Sawa sawa? Pia mnajua tulikuja tukaanzisha barabara ile ya kutoka Mago kule. Si ndio? Hiyo barabara inaenda mpaka Wangulu, inaenda mpaka Mululu kwa Musalia huko, inaenda Lukusi, inaenda Vokoli. Si ndio? Hiyo barabara inaendelea saa hizi. Na mimi nimeamurisha contractor hiyo barabara amalize kabla ya mwezi wa 6 mwaka ujao nikuje nifungue hiyo barabara. Nyinyi mnanielewa? Vile vile nimesema ile barabara ya kutoka Malinya kwenda Eregi alafu iende Chavakali, hiyo barabara pia nimepata pesa yake, tunatengeneza, tunaweka lami. Ala, ama mnatakaje watu wa Western? Sina mna hiyo? Na vile vile jana nilianzisha ile barabara ya kutoka kule Airstrip kuja Shinyalu kwenda Rondo kwenda mpaka kule Chepsonoi, kwa sababu tunataka kufungua sehemu hii yote ikae sawa sawa. Na tukizidi kusonga mbele ni kwamba Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta amewagusa Wakenya baada ya kufichua hadharani changamoto za kiafya ambazo amekuwa akikabiliana nazo kwa muda mrefu. Akiwahutubia waombolezaji wakati wa ibada ya mazishi ya rafiki yake aliyefariki kutokana na ugonjwa wa saratani, Kenyatta alitaja kuwa ameishi na maradhi hayo kwa muda mrefu, lakini anapata nafuu kupitia matibabu na maombi. Kauli yake imepokelewa kwa hisia kali, huku Wakenya wengi wakimsifu kwa ujasiri na uwazi wake, wakimtaka pia aendelee kuwa kielelezo cha matumaini kwa wale wanaopitia changamoto kama hizo. Lost a friend,
I've lost a colleague. And especially for me in, don't know whether I should say this, but these are realities of life. In the last year, and a good part of this year, whenever we met, he was very encouraging about some of the challenges that we were going through. And since he had more experience than some of us, he was very encouraging in guiding and telling you how to look at this and how to handle some of these challenges in life, health and otherwise. And I'll miss that counsel, and I'll appreciate everything he guided some of us towards, and how he really held our hand and told us, don't worry, things will come to pass, it will go. We trust in God, we believe, but the reason Frank is lying here is because it is his time. Those of us who have those challenges will continue fighting with them, but equally, when it is God's time, we shall join him and be thankful for the life that we lived and the times that we shared together. Na hisia hizo ambazo zinafanya ikiwa kwamba mgonjwa akikuzungumzia ile hali ambayo anahisi, yeye mwenyewe ndiye anafahamu na Mwenyezi Mungu. Na tukizidi mbele katika masuala ya elimu, ni kwamba waziri wa elimu Dr. Migoso Gamba ametoa onyo kali kwa watu wanaohusika katika usambazaji wa mitihani bandia ya NEC inayoenezwa mitandaoni. Akizungumza jijini Nairobi, waziri amesema serikali imeweka mikakati thabiti kuhakikisha mitihani ya taifa inaendeshwa kwa uwazi, usalama na bila ufurugu yoyote ile. Ameongoza kuwa Wizara ya Elimu inashirikiana na karibu na Wizara ya Usalama wa Ndani kuhakikisha wanafunzi wote wanafanya mitihani yao bila hofu, hasa katika maeneo yanayokumbwa na changamoto za mvua. Dr. Gamba amesisitiza kuwa yeyote atakayepatikana akihusishwa na sakata za mitihani bandia atachukuliwa hatua kali za kisheria. The main theory papers will commence next week from the 3rd of November 2025 as scheduled. These examinations are running concurrently in all the 47 counties, with all candidates reporting and sitting assessment without significant disruptions. The Ministry of Education has put in place robust mechanisms to ensure seamless administration of examinations, working in close collaboration with the Ministry of Interior and National Administration in areas affected by rains and difficult terrain. Alternative logistics, including localized redistribution routes, contingency storage and priority access support, have been deployed to ensure no learner misses their paper due to weather-related challenges. Examination integrity remains a core priority of the government. To this end, enhanced security features, strict dispatch and collection timelines, digital monitoring systems, and strengthened accountability protocols have been implemented. We are aware of attempts to circulate counterfeit papers through online platforms. I wish to assure the country that these materials are fake and ineffective in misleading candidates. Those who attempt to compromise examination integrity will face the full force of the law. Learners are urged to remain focused on their honest preparation, academic success. Naam, tunawatakia kila la heri wanafunzi watakaoanza mitihani yao Jumatatu ya KCSE ikiwa ni kidato cha 4 pale. Na tukielekea katika kaunti ya Migori, ni kwamba serikali ya kaunti ya Migori imeanzisha mpango kabambe wa kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali, mashirika ya kijamii, makanisa na maafisa wa polisi katika vita dhidi ya ukeketaji, hasa katika eneo la Kuria. Mpango huo unalenga kuelimisha jamii kuhusu madhara ya ukeketaji sambamba na kuwasaidia wazazi na wasichana kujitokeza kupinga utamaduni huo unaotishia maisha ya watoto wa kike. Afisa mkuu wa idara ya kijinsia, utamaduni na huduma za kijamii, Professor Rose Ongwang, amesema hatua hiyo imechochewa na ongezeko la visa vya ukeketaji mwaka uliopita.
Ameongeza kuwa kamati maalum ya ufuatiliaji imeundwa kuhakikisha kuwa hakuna msichana anayeathirika na mila hiyo tena, huku serikali kuu ikiahidi kuongeza ama kusidisha doria na ulinzi katika maeneo hatarishi. Last year mlituchenga mkakaidi wasichana karibu wote. Hata sisi serikali tulishangaa. Yaani mume conspire na Watanzania, maana ilikuwa inaendelea hapa na inaendelea pande ile. Tunaomba sasa tusaidiane kama viongozi, tusaidiane na serikali, tusaidia mtoto msichana asiingie kwa tohara, kwa sababu unajua madhara ya tohara. Last year there was a surge and we have to accept. That is why we've come up with several strategies this year. We started very early. First and foremost, as a department, we work very closely with the national government, and we have a steering committee at the county level. And we meet frequently with the CBOs, with the NGOs, and all the stakeholders that work in this area. And we believe the deliberations and the actions that we are going to take are going to sensitize us so that we know the early warnings, we are able to engage early, and if possible, even give the support that is needed, especially by the police enforcement. It is true that just using force cannot be able to change things, but I think we left certain, agents that are important in stopping this, especially when it comes to cutting girls. I think the women play a very big role. They were completely left out, and the elders told us so. But the way we have engaged with the communities, all the classes, the women, the youths, previously we only had very few churches that were opening up. But I'm glad that now many churches can speak in public. Even the politicians who were scared, they are coming up and they are speaking against this. So I believe the approach this year is totally different, and we are going to see a very big change, including the cross-border meetings that we have held. Kweli watoto hao wanapokuwa wametahiriwa baada ya kuweza, pamoja na kuwa wametoka damu, wamefuja damu na kuumia, lakini huwa wamepadrika pia hata kimawazo, hawawezi kusoma, wanajiona kwamba wamekuwa Naam, ni matumaini kwamba hayo yatashughulikiwa na ukeketaji utakoma. Na tukizidi kusonga mbele ni kwamba naibu gavana wa kaunti ya Machakos, Daktari Mwangangi, amemkosoa Rais William Samoei Ruto kufuatia kauli zake za hivi majuzi ambazo zimezua mjadala mkubwa wa kitaifa. Akiwahutubia waandishi wa habari katika kaunti ya Machakos, Dr. Mwangangi amesema maneno yaliyotolewa na rais wakati wa ziara yake katika kaunti ya Nakuru yalikuwa ya dhihaka na ya kudhalilisha wapinzani wa kisiasa. Amesema kauli hizo zinafunja heshima ya viongozi waliotangulia na huenda zikachochea chuki za kisiasa miongoni mwa wananchi. Dr. Mwangangi amemtaka rais kutoa ufafanuzi wa wazi kuhusu matamshi hayo, akisisitiza kuwa viongozi wa kitaifa wanapaswa kuwa kielelezo cha umoja na heshima katika taifa. Nachukua fursa hii nimuombe na nimuulize Rais wa Jamhuri ya Kenya na kiongozi wa UDA na Kenya Kwanza, watueleze nini hii haswa Rais wa Jamhuri ya Kenya anajua ambao wananchi wa Kenya hawajui, ama UDA inajua ambao wa Kenya hawajui. Kwa sababu ameenda katika uliokuwa mkoa wa Magharibi na akasema ya kwamba kulikuwa na watu walikuwa wanasumbua yeye, walikuwa wanaletea yeye kisirani, ambao walikuwa wanafanya maandamano wakibeba sufuria, wakiwekwa sufuria kwa kichwa. Na tunajua na saa hii wako wameenda. Tunataka tujue ni kina nani na anamaanisha nini, kwa sababu tunajua kama Azimio aliyetuongoza kwa maandamano alikuwa mwenda zake Raila Odinga, ambaye alikuwa kiongozi wetu. Sasa rais anamaanisha nini? Kwa sababu tulikuwa tunaona ni kama alikuwa anaomboleza, lakini kutokana na haya matamushi yake inaonyesha ni kama ni kusherekea. And this statement is worse a million times than what His Excellency Governor of Nyeri talked about. Na ni vizuri tuelewe
ajitokezee yeye mwenyewe atueleze, aeleze nchi na dunia mzima anamaanisha nini, kwa sababu hiyo Kikwete hatujaichukulia. Tunaona interpretation yangu ni kama anajua, kuna vitu anajua wananchi wengi wa Kenya ambao hawajui, na ni vizuri atueleze, kwa sababu it is so sad a leader of occupying presidency kutoa matamshi kama hayo hayafai, na ni ya kuleta hata taharuki katika taifa letu, kwa sababu wale wafuasi wote ambao wamekuwa wakifuata Raila Odinga nyuma ya Kalonzo Musyoka, nyuma ya viongozi wale wengine walikuwa pale, ni kumaanisha ya kwamba wakati watu wanalia kwa sababu ya kumpoteza kiongozi wa nchi ya Kenya, kuna wengine wanafurahia kwa sababu saa hii wanaona ni kama wako free. Naam, tukisidi kusonga mbele ni kwamba msongamano mkubwa wa magari umetatiza shughuli za usafiri katika barabara kuu ya Nakuru Eldoret, ambapo madereva wamekwama kwa takriban saa 10 katika eneo la Super Mall Summit na Timbora Road. Mashahidi wanasema hali hiyo imezua taharuki, huku baadhi ya abiria wakilazimika kutafuta njia mbadala ambazo hazikufanikiwa. Hadi kufika jioni hii ya leo, chanzo cha msongamano huo hakikuwa kimebainika, ingawa mvua kubwa zilizonyesha katika eneo hilo zimehusishwa na kuchelewesha magari hayo. Madereva wa masafa marefu wamelalamikia hali hiyo, huku wakiitaka serikali ichukue hatua za haraka, ikiwemo kupanua barabara ya Nairobi Nakuru ili kupunguza msongamano wa magari wa mara kwa mara. Tulitoka jana usiku, tuko saa hii tumekwama kwa barabara, tuko na maji ya mkufi tumekwama naye, wageni wanafaa kukunywa maji leo. Tumekwama kwa barabara, maji hatujui itafika saa ngapi, hata mkufi mwenyewe tutamzika saa ngapi. Nilikuwa natoka Nairobi naenda Kaimosi kucheza ball, kulikuwa na tournament naenda kucheza ball na rafiki yangu. Sasa ilikuwa game inaanza saa 5 na sasa bado tuko hapa, tujui hii jamu itaisha saa ngapi. Sasa na kesho pia inafaa tu travel back, tuko na shughuli zingine. We went somewhere, I don't know where, in the bushes. Then we came back to the main road. Now we are still stuck here. There are a lot of trucks. We don't know what's going on ahead, so it's really inconveniencing. I was supposed to be in Kampala in the morning. Mimi kama sasa nilikuwa naenda Kampala, lakini hata mwenye muziki ametekea muziki yake. Leo anapika simu ana complain nini amchafika. Hata ukimuelezea huko kwa jamu unapata tena amini kabisa. Kama sasa hivi nilikuwa naenda hivi, nilikuwa napiga hesabu ya trip nipate mshahara wangu leo hakuna. Mdozi kazi yake, pesa yake ni ile. So mimi naendelea nikiumia kama. Na mpenzi mtazamaji, zimekatika dakika 18 baada ya saa 1 jioni. Tupate mapumziko mafupi, kisha baadaye tukirejea tutaendeleza taarifa zile ambazo tumekuandalia katika ripoti ya weekend. Mimi ni Jeff Nyakundi, usiende mbali. Unatazama Ndizi TV Afrika. Naam, ni wakati wa kusikiza sauti inayobeba maono, busara na hali halisi ya kisiasa humu nchini. Karibu katika kipindi Sauti ya Uongozi. Hapa tutakuwa tunazungumza na viongozi kujieleza katika hali halisi ya yale ambayo waliahidi kuyafanya, na bila shaka kukupa wewe mtazamaji nafasi ya kuzungumza kama mwananchi wa kawaida kwa yale ambayo waliahidi kuyafanya katika maendeleo humu nchini. But after making the payment, they delete it. Now, what kind of accounting is that? Because you are supposed to maintain the details of whoever you paid, so that the figures can balance. Watu ambao wanafanyiwa sio kwamba ni wale wananchi wote ambao wako pale wanafanyiwa ile funding, ni makundi haswa. Na zile pesa kufika katika makundi ikamfikia mwananchi yule ambaye alikuwa anachangiwa akapata kiasi kidogo cha pesa,
ina maana kule kuzurula, ule msururu wa kuzunguka inakuwa ni kama ni null and void kwa mwananchi, anaiona kwamba analagaiwa. If you graduated in 2016 and somebody graduated in 2020, the 2016 was to be given priority to get that job. But nowadays, members of parliament have taken over. They get the letters, they dish them in funerals, others they sell them to the highest bidder. Kila wiki tutakuletea mahojiano ya kina na viongozi kutoka sekta mbalimbali na jamii kwa ujumla. Je, unajiuliza maswali ni kipi ambacho kinajiri nyuma ya pasia la uongozi? Basi hapa ndipo unapaswa kukaa mkao wa kutazama na kusikiza. Usikose Sauti ya Uongozi kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3 jioni. Ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sauti ya Uongozi. Tunazungumza, tunajenga, tunabadilika. Unatazama Ndizi TV Africa. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee mbele na kukufahamisha yale yaliyomo katika ripoti ya weekend. Tukisonga mbele ni kwamba maombolezo yamekumba eneo la Chesongoch katika kaunti ya Elgeyo Marakwet kufuatia maporomoko ya ardhi ya udongo yaliyosababisha vifo vya watu 10. Tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia leo baada ya mvua kubwa kunyesha kwa muda mrefu katika eneo hilo lenye milima na mabonde. Wakazi wanasema nyumba kadhaa zimefunikwa huku juhudi za uokoaji zikiendelea kuongozwa na maafisa wa usalama na mashirika ya misaada. Wizara ya mambo ya ndani ya usalama wa mambo ya ndani imethibitisha kwamba wanaendelea na serikali itaendelea katika jitihada zake za kuwatafuta wale ambao walihusika katika mkasa huo. Sasa ilianza saa 9 asubuhi, watu wakapata alert kwamba inji huko juu imepomoka, and unfortunately watu wengi wamekuwa farted kwa manyumba. So many casualties are already assembled, lakini hakuna access to medical trucks, hakuna. Imefungwa kutoka Kabetuo mpaka Muruberi, you cannot access, hakuna hata kwa mguu, ngumu sana sababu kila mahali ni mudslide. So ni sad situation. Watu wengi kama runinga ya Ndizi TV Africa tunatuma rambirambi zetu kwa wale ambao walihusika katika mkasa huo. Na kwingineko ni kwamba klabu ya soka ya Gor Mahia imezindua mpango maalum wa kukuza wachezaji chipukizi, hatua inayolenga kuimarisha maendeleo endelevu ya timu hiyo kongwe nchini. Mlezi wa klabu hiyo Eliud Owalo amesema mpango huo utasaidia kupunguza utegemezi wa kununua wachezaji wa gharama kubwa kutoka nje na badala yake kukuza vipaji vya ndani. Akizungumza katika hafla ya kugawa mafasi kwa timu za vijana za Gor Mahia, Owalo ametaja kuwa klabu hiyo itajiendesha kibiashara kama timu kubwa za kimataifa, huku akisisitiza kuwa lengo ni kuhakikisha Gor Mahia inarudi kileleni mwa soka la Afrika, huku akidumisha urithi wake kama fahari ya Kenya. Football club all over the world must have a feeder system. So we need to support our youth team, at all stages, at all age sets, so that it becomes the most sustainable means of getting a feeder system for the senior team. Players are today expensive. There is no point of buying players from other clubs, if we can actually generate players from our youth feeder system. And that is what we are trying to do for purposes of sustainability, so that we have got a means of continuously strengthening the team year in, year out. We want to transform Gor Mahia working with management. We have agreed that for this season we are reclaiming the league title. Subsequent to that, we want to target winning the Africa
club championships. Gor Mahia team of 1987 did it, and we believe we have got a team, or we can build a team that can again win the continental title. We will reach out to more prospective sponsors to come in and support the team from other facets which are not being covered by the current sponsor. But long term, we will run Gor Mahia as a business. That is what is happening all over the world. That's what Manchester United has done, what Arsenal has done, Barcelona has done. We cannot be an exception in Kenya. We must run these clubs as a business, and that is the direction that we are going. Very soon, we are going to come up with a long-term strategic plan, and central to that will be a sustainable means of running. Na tukivuka mipaka hadi nchini Tanzania ni kwamba Daktari Hussein Mwinyi ameapishwa rasmi kama rais wa Zanzibar katika hafla ya kifahari iliyoambatana na desturi kamili za kijeshi iliyofanyika leo visiwani humo. Maelfu ya wananchi na wafuasi wa chama cha CCM walijitokeza kushuhudia tukio hilo la kihistoria likiwa ni mandhari ya furaha na uzalendo. Kuapishwa kwake kunakuja saa chache tu baada ya Tume Huru na Uchaguzi ya Taifa la Tanzania INEC kumtangaza kuwa mshindi wa uchaguzi wa siku moja uliofanyika hivi karibuni. Hata hivyo, chama cha upinzani cha ACT Wazalendo kimepinga matokeo hayo, kikidai kuwepo kwa kasoro katika mchakato wa upigaji kura na kuahidi kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha haki inapatikana. Na kwingineko, Rais Samia Suluhu Hassan wa nchi ya Tanzania naye amepokezwa cheti cha kuonyesha kwamba yeye ndiye alishinda kura hizo kwa 98%. Na hapo ndipo tunafika tamati katika ripoti ya wikendi. Mimi nimekuwa wako Jeff Nyakundi, mkalimani kwa lugha ya ishara amekuwa ni Lydia Mose, na mwelekezi wangu amekuwa ni Bwana James Ondieki. Usiende mbali, kwani hivi punde nitakuwa nikirejea katika kipindi chetu ukipendacho Sauti ya Uongozi, ambako leo hii tunao viongozi ambao tulikuwa tunazungumza nao, Bi Violet Nyapara na bila shaka Honorable Dennis Ombaba Gekonge, ambaye tulikuwa tunaangazia uongozi wa kisasi kipya. Je, ni kipi kile ambacho kinaendelea katika siasa humu nchini, na bila shaka je, wanahusishwa wanawake na vijana? Hilo ndilo tutakuwa tunajadili. Usiende mbali, utakuwa unatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii kama Ndizi TV Africa, pale YouTube utatupata vile vile, na Facebook utatupata vile vile, na pia utazungumza nasi kupitia ujumbe mfupi kwa nambari 21575.